Okay, hello, habari za wakati huu na tumeona kwamba wote mko poa. So hii ni short insight about yani kuhusu Bitcoin. Yani kuhusu Bitcoin hapa nitakwenda tu kuelezea kwa kifupi sana kuhusu kile ambacho kinaendelea sokoni kwenye upande wa cryptocurrency ya sasa. Hii coin kubwa ambao watu wengi wanaitegemea kwenye cryptocurrency ambayo yenyewe ikifanya vizuri, maana yake almost coin karibia zote huwa zinafanya vizuri, na ikiwa inafanya vibaya, maana yake coin zingine zote zitakuwa zinafanya vibaya. So sasa hivi fear imezidi kuongezeka sokoni, yani fear sentiment imezidi kuwa kubwa sokoni. So watu wengi wamekuwa wana wasiwasi mkubwa wa masoko ya cryptocurrency. Sasa Bitcoin itaendelea kushuka. So ukiangalia recently price ambayo iko nayo sasa hivi ni dola za Kimarekani 1059. Imeshafika kwenye 59k. So kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea bei ya Bitcoin kufika hapo ilipofika. Sana sana fakta kubwa ambayo hivi karibuni imekuwa ikiathiri na kupelekea kuporomoka kwa Bitcoin ni yale mauzo makubwa ambayo yalitokea ya AI na mambo ya teknolojia, unaona, ambayo yalipelekea investors wengi kuhamisha pesa zao, yani wale watu kutokupata tena hamu ya kuwekeza kwenye hizi crypto na kuhamisha pesa kupeleka kwenye hivyo vitu. Lakini kitu kingine ni sera. Sasa hivi Marekani, Feds, benki ya Marekani, kuna sera ngumu ambayo sasa hivi iko nayo, ambayo sera ni kuiongezea nguvu dola ya Marekani. So dola ya Marekani ikiwa strength, mnajua nini ambacho kinatokea. Lakini pia kuna hiyo ETF outflow, manake kumekuwa na watu wengi sasa hivi recently wamekuwa wakitoa pesa zao kutoka kwenye haya masoko ya cryptocurrency. Sasa Bitcoin, ETF Bitcoin sasa hivi imekumbwa na watu kuuza zile hisa zao kwenye upande wa Bitcoin. So napelekea Bitcoin kushuka. Lakini pia ni mambo ya leverage trading ya watu wanaokuwa liquidated, lakini pia watu kutoa mitaji. Lakini hizo zote ni facts ambazo kwa hivi karibuni zimepelekea sana sana masoko ya cryptocurrency, na sana sana ni Bitcoin kuweza kushuka na kufika hapo ilipofikia. Sasa ukiangalia technical analysis hapa, hizo zilikuwa ni fundamental analysis na mambo ya sentiment analysis. Maana uoga, watu wengi wakipata uoga, watu wengi wakiwa ni uoga ukitawala soko, ndio kinachotokea, watu wanauza, na watu wengi sasa hivi wamekuwa wanahofia kwamba Bitcoin inaweza ikashuka zaidi ya hapo. So nini kinatokea? Watu wengi wanachukua faida mapema na wanatoka. So faida sometimes watu wanachukua tu kwa hasara, wanauza kwa hasara ili usiendelee kupata hasara zaidi. So kuna maeneo ambayo nice. Ukiangalia hapa hivi kulikuwa kuna hii zone. So kuna huu mstari niliuchora mapema tu leo. Niliamini kwamba Bitcoin lazima itafika hapa kwanza, itapause. Na kweli imefika hapo, imepause. Inaonekana kama buyers wameingia, wamenunua hapo kidogo, lakini haimaanishi kwamba hii ni point ambao, yani haimaanishi kwamba soko kuanzia hapo litaanza kwenda juu ama vipi. Inaweza ikatokea hivyo, lakini probability ni ndogo sana. So tunachotegemea hapa, tunaweza tukapata sasa soko ikaje hivi japo ni ngumu, au tukapata ikaja kidogo tu hivi ikavunja ikarudi tukatenga. So target hapa, kitu ambacho mimi nakiona baada ya hapo, maana yake itakuja kwenye zone ya dola 1053
dola 53. Ngoja nikuonyesha hapa kwenye daily na tutaiona vizuri. So kutokea hapo hivi ikifanya hiyo breakout hapo new zone, ikifanya breakout hapa hivi, tunaweza tukaiogotea Bitcoin mbali, iweze ikafika hapa hadi hapa, na watu wengi wamekuwa maoni ya watu wengi wamekuwa wanaamini ya kwamba Bitcoin inaweza ikafika hadi dola, yani inaweza ikaja hapa ikaja ikavunja ikarudi mpaka kufikia kwenye haya maeneo dola 43, dola 41. So ikivunja hayo maeneo tunaweza tukapata kitu kingine tena. Bitcoin inaweza ikaporomoka hadi kwenye dola 16. So hiyo ndio technical analysis, lakini safari moja huanza safari nyingine. Haiwezi kufika hapo bila kufanya breakout kwenye hii zone. Hii zone na kuendelea zoni zingine. So hiyo ilikuwa ni short insights kuhusiana na Bitcoin na kile ambacho nakifanya. So traders ni kupunguza pressure, kutafuta right opportunity ya kuingilia sokoni. Tafuta right opportunity ya kuingilia sokoni. So kama soko down trend, tafuta opportunity ya down ya kuendana na hiyo trend. Lakini kama kutatokea reverse patterns ambazo zitaonyesha kwamba soko litaanza kwenda juu, tutaambizana. Lakini kwa sasa hivi currently Bitcoin iko kwenye trend ya downs kama unavyoona. So kitu ambacho mimi nakisubiria hapa mimi ni confirmation, breakout hapa, japo kuna trade ambazo niliziingiza mwanzoni mwa wiki ambazo zimeshafikia TP. So nachotegemea ikitokea breakout hapa chini, mimi naenda nayo mzigo kama kawaida. Lakini kwa sasa hivi hapo siwezi kuingiza trade yoyote ile mpaka nione nipata uhakika zaidi waweza soko kuendelea kushuka chini au litarudi juu, bounce up, na then nita go down kama kawaida. Ni hivyo tu guys, natakia usiku mwema. Bye.